Mikataba yangu alikuwa ananisaidia na kunisimamia kama mke wake. Lakini kuhusu mikataba naona na sign hapa mwenyewe mimi kama mimi. Kwa hiyo ni kazi yangu, alikuwa ananisupport. Si kwamba na yeye alikuwa kwenye mkataba labda na yeye ni modo au mfanyakazi wa Ana Collection, hapana. Kwa kuhusu hizo kazi zitaendaje nafikiri Ana anaweza akalijibu. Okay, asante. Sisi mkataba wetu ni kati ya Ana Collections na Zainab. Kwanza sio Zailisa, Zainab. Kwa hiyo haya ni mambo ya kisheria zaidi. Contract ni kati yetu sisi, Ana Collections na Zainab. Lakini tupende kumshukuru aliyekuwa mume wake. Tumeweza kunegotiate naye mambo kaza wa kaza. Kwa hiyo tutakuwa wachoyo wa fadhila tusipomshukuru yeye. Tunashukuru, lakini sasa hivi akatujulisha kwamba amepata management mpya, kazi zinatakiwa ziendelee, mambo ambayo yapo, unajua kabisa kwamba biashara au ajira haihitaji hisia jamani. Kwa mambo mengine lazima endelee, afanye kazi, na sisi tuna project ambazo tunataka zitoke, ziko njiani, ndio maana tukasema tusaini ili mambo mengine yaweze kuendelea kwa sababu kazi zinasimama. Ana hapo watu wanaamini kwamba mume wake ndio alimuongezea mvuto wa kibiashara kupelekea baadhi ya makampuni akamwamini kufanya naye kazi ikiwemo nyinyi. Leo hii wewe kwa kuwashuhudia wa Tanzania, hilo vipi? Hata kama ni kweli alimuongezea, je, unazungumzaje akiwa ameshaondoka? Labda hilo anaweza kalijibu mwenyewe, lakini nachoweza kuongelea kuhusu sisi ni kwamba visibility ndio inamfanya mtu aonekane na nguvu ambayo inaweza kupush. Tukishamvalisha sisi tumefanya upande wetu wa kumweka sawa aonekane. Sasa kuonekana ni watu wa media pamoja na influencing mbalimbali ambazo zinakuwepo. Yaani kuna strategy nyingi za kumfanya mtu mpaka aweze kuonekana. Kwanza avae, apendeze. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kila upande umefanya kazi yake ipasavyo. Okay, naweza Elisa kwa kujibu hilo kwamba ni kweli mume wako alikuwa anakuongezea namna fulani hivi ya makampuni kuona maana zaidi. Mimi sitaki kuongelea sana huko, lakini acha tuone. Acha tufanye kazi. Then tutaona. Sawa. Umetambulisha management hapo na ulisema manager yako ndio unazungumzia. Tukikumbuka kwenye press hii ya kwanza wakati umekuja na Lecom Marco Manara, alitambulisha kuwa yeye ndio mpiga hapo. Kuna management mpya. Mkataba ulivunjika baada ya ndoa kuvunjika pia. Kama nilivyosema mwanzo, hatakuwa na mkataba. Alikuwa ananisupport kwa sababu nilikuwa mke wake. Yes. Kuna namna yote Zailisa, ukiachana na hili, ni kweli umerudiana au unatarajia kurudiana na aliyekuwa mpenzi wako wa zamani Upendo Makabila mara baada ya kuonekana video zako huko kwa dada yake na Mikoba? Hizo video ni za muda mrefu sana. Alafu sina mpango huo wa kurudi kwa yoyote. Niseme tu hivyo, sina mpango wa kurudi kwa yoyote. Sasa hivi nimeamua kufocus na kazi, familia yangu, na maanisha kazi period. Yani sasa hivi vitu mtakavyoviona kwangu mimi ni kazi basi. Zailisa, ukisema kwamba aliyekuwa mume wangu nafanya watu waamini kwamba tayari ushatoa talaka, ni kweli? Siko kwenye ndoa. Umeshatoa talaka? Siko kwenye ndoa. Talaka 3. Unaruhusiwa kuchumbiwa sasa hivi na mtu mwingine? Napumzika kwanza jamani. Yaani kisheria za dini unaruhusiwa? Napumzika. Okay. Nikienda kwako Funtarudi pia kwa Ana, napenda wote mjibu 80 kama ni kwa hiyo. Too much. Watu wengi wana Subscribe now.